za muda na wakati kama huu, mtazamaji wa taasisi ya Moyo TV, karibu katika kipindi cha afya, kipindi ambacho kinaangazia masuala mbalimbali ya afya ya moyo wako. Na leo studio tutaangalia masuala ya afya ya moyo kwa mama mjamzito ambaye ana tatizo la shinikizo la juu la damu au pressure. Na studio niko naye daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na wajawazito ambaye atatuambia kwa kina kabisa hili tatizo la pressure linasababishwa na nini kwa kina mama wajawazito. Tafadhali usikae mbali. Dokta, karibu sana studio. Asante sana. Mtazamaji angependa kufahamu nini hasa ambacho kinasababisha mama mjamzito kupata tatizo la shinikizo la juu la damu ama pressure? Asante. Kama ulivyotangulia kunitambulisha, naitwa Dr. Raya Chambali, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na wajawazito kutoka hospitali ya Jakaya Kikwete, tawi la Dar Group. Leo tutazungumzia kuhusu tatizo la shinikizo la damu kwa wajawazito, nini kinasababisha na nini kifanyike. Sawa? Kwa kuanzia, kwa nini kwanza tunavyosema shinikizo la damu kwa mjamzito? Shinikizo la damu kwa mjamzito linaweza likatokea kwa namna 3 au 4. Kuna yule mama ambaye tayari ni mgonjwa wa pressure akabeba ujauzito. Huyo tunamuita atakapokuwa amebeba ujauzito tunamuita kwamba ana chronic hypertension, kwamba tayari alikuwa ni mgonjwa wa pressure, ni mgonjwa ambaye ana shinikizo la juu la damu akabeba ujauzito. Kwa hiyo inamaanisha huyu tayari either kwa kujitambua kwamba alikuwa ana tatizo la shinikizo la juu la damu yuko kwenye dawa, au either alikuwa hajitambui. Lakini ili tumseme mgonjwa wakati wa ujauzito ana fall katika hii category tunayosema ni chronic hypertension, ni yule mama ambaye tutamkuta na shinikizo la juu la damu kabla ya wiki 20 za ujauzito. Sawa, huyo tutamuita ni mama ambaye ana chronic hypertension in pregnancy, kwa maana kwamba either alikuwa anajitambua ana pressure kabla ya ujauzito, au alikuwa hajitambui lakini hii pressure tumeikuta kwenye huu ujauzito wake kabla ya wiki 20. Halafu tuna kategori nyingine ya pressure tunasema ni gestational hypertension, ambayo ni kategori ya pili. Kategori ya pili ambayo tunasema hii ni mama ambaye hakuwa anajifahamu kwamba ana pressure, na wala kabla toka anaanza kliniki hatukumkuta na pressure, lakini baada ya wiki 20 za ule ujauzito wake akaanza kukutwa na shinikizo la juu la damu. Hii sasa ndio pressure tunayosema kwamba pressure hii imesababishwa na ile hali ya ujauzito baada ya wiki 20 za ujauzito. Sawa? Sasa hii pressure ambayo imesababishwa na ujauzito inaweza ikaendelea tu mpaka anajifungua, kwamba ni mgonjwa wa pressure ambayo imeletwa na ujauzito. Lakini pia pressure hii inaweza ikaingia sasa katika kategori nyingine tunaoita preeclampsia, ikiwa tunamkuta mama ana pressure ana shinikizo la juu la damu, lakini tunapopima kwenye mkojo wake nako tunakuta ana protein, tunasema ana protein +3, kwamba figo zake zinapoteza ile protein kwa wingi zaidi tofauti na kawaida. Huyu anakuwa ameingia sasa kwenye kategori ya pressure ya ujauzito tunaoita preeclampsia. Tunaposema preeclampsia kwa maana kwamba imeanza kuathiri na figo na viungo vingine vya ndani. Lakini pia ukiachana sasa na hii preeclampsia ikienda isipokuwa controlled, inampelekea mama kupata kitu tunaita eclampsia au kifafa cha ujauzito. Sawa, kifafa cha ujauzito kinaletwa na kwamba mama anakuwa ana pressure ambayo haikuzingatiwa au hakupatiwa dawa inavyotakiwa wakati akiwa na ujauzito. Ile pressure inakuja inamsababisha mama anaishia kwenye kupata kifafa, au pia hicho kifafa anaweza akaishia kwenye kitu tunaita HELLP syndrome, kwamba sasa anapata kitu tunasema end organ damage, kwamba viungo kama figo, ini vinaanza kuathirika. Okay. Yes. Tukizungumzia kwenye kategori ya 3 ambayo mama amepata shinikizo la juu la damu wakati wa ujauzito na ikampelekea akaanza kupata zile athari, huyu tunasema imesababishwa na nini? Nini kimemfanya huyu mama ambaye hakuwa na tatizo la pressure amelipata wakati wa ujauzito na bahati mbaya anapata kifafa cha mimba? Nini kimempelekea huyu mama ambaye hakuwa na dalili zozote za kupata shinikizo la juu la damu?
Tunaposemea inakuwaje mpaka mama anaishia kupata kifafa cha ujauzito wakati anapoanza kupata shinikizo la damu. Labda kwa kuanzia tuanze kuelewa kwanza hili shinikizo la damu wakati wa ujauzito linatokeaje. Kuna vitu tunasema risk factors, visababishi au makundi fulani ya mama wajawazito wanakuwa katika hatari zaidi ya kupata pressure ya ujauzito. Kwanza kabla hatujafika kwamba mama anapataje kifafa, sawa? Kwamba kwa mama ambaye anabeba mimba kwa mara ya kwanza, huyu yuko katika hatari ya kuweza kupata kifafa cha mimba. Kwa mama ambaye anabeba mimba akiwa na umri mkubwa zaidi ya miaka 35, mama ambaye anabeba mimba ya mpacha, mtoto zaidi ya mmoja, hao wote wako katika. Mama ambaye ni mnene sana akiwa anabeba ujauzito, hao wote ni makundi ambayo yako katika risk ya kupata shinikizo la juu la damu, lakini pia kuishia kupata preeclampsia na eclampsia ambacho ni kifafa cha ujauzito. Kinachotokea ni kitu gani? Wakati kondo la nyuma linajipandikiza kwenye ukuta wa kizazi, inatakiwa kwamba pale kwenye ukuta wa kizazi kuna mishipa ya damu ambayo inapokea damu kutoka kwenye moyo, si ndio? Kwa hiyo sasa inatakiwa wakati kondo linajipandikiza, ile mishipa ya kwenye ukuta wa kizazi ijibadilishe kuweza kuaccommodate lile kondo la nyuma, ili tunasema virutubisho vinavyotoka pamoja na oksijeni vinavyotoka kwa mama viweze kumfikia mtoto kwa urahisi. Sawa? Kwa sababu kinachotokea, kwa nini pressure inakuja wakati wa ujauzito, ni kwamba ile mishipa ya kwenye ukuta wa kizazi inashindwa kujibadilisha. Inatakiwa ijibadilishe iwe katika kitendo cha kwamba tunasema iwe katika low resistance na low pressure, kwamba vinavyotoka kwa mama viweze kupita kwa urahisi. Sasa yenyewe ikishindwa kujibadilisha, ikabakia kwamba inabakia inakuwa membamba badala ya kutanuka kuwa minene kuweza kumaccommodate yule mtoto, ndio tatizo la pressure kwa mjamzito linapojitokeza. Sawa. Sasa haya mabadiliko yakishindwa kutokea, ndio kwamba ile mishipa inakuwa ina resistance au ina kizuizi, inamsababisha mama kule anaanza kupata shinikizo la juu la damu. Lakini hichi kitendo sasa cha kutengeneza kizuizi kwenye eneo hili la kizazi ambako kondo limejipandikiza kinaleta ni madhara mengine ambayo tunasema kinaleta na endothelial damage. Kikileta endothelial damage kinatengeneza na vitu tunaviitaga kama free radicals, ni kama sumu zinakuwa zinatengenezwa. Ndio? Kwa hivi vyote sasa vinapokuwa vinazunguka kwenye mwili wa mama ndio vinavyoweza kupelekea mwisho wa siku mama, kama hii pressure hatutaicontrol, inampelekea mama anaishia kupata kifafa cha ujauzito. Sasa ninyi kama JKCI hospitali ya Dar Group tawi la Temeke, mnatoa matibabu ama mnadhibiti hii hali ya mama ambaye anapata hiyo shida ya pressure wakati wa ujauzito ili isimpelekee sasa kupata kifafa, ama njia mnazotumia kuhakikisha huyo mama tayari tumeshagundua ana tatizo la shinikizo la juu la damu ambalo limesababishwa na ujauzito? Ni njia zipi ambazo mnazitumia kuhakikisha kwamba huyu mama haingii kwenye shida ya kifafa? Sawa, asante. Njia kubwa ya kumzuia mama asiishie kwenye kupata kifafa cha ujauzito ni kujitahidi kuicontrol ile pressure yake. Changamoto tu inakuja ni kwamba ni mama ambaye anatakiwa awe anatumia, of course wajawazito wanakuwa wanatumia dawa zile za damu kila siku, ingawa sio wote ambao pia wanatumia kila siku. So tunapoanzisha matibabu ambayo kuna dawa tunawapa kwa ajili ambao ziko salama kwa mama mjamzito, anatakiwa awe anazitumia hizi dawa vizuri kila siku. Na huyu mama kila anapokuja clinic tunatakiwa tu tunamwangalia, tunampima pressure yake, tunapima na mkojo kuangalia je, hizi dawa zetu zinaenda vizuri, hajaanza kuhama kutoka kwenye tukua na pressure ya ujauzito kuingia kwenye eclampsia. Maana yake tunakuwa tunapima ile protein ya kwenye mkojo. Sawa. Kwa experience yangu, mama ambaye umeshamkuta na tatizo la juu la damu, shinikizo la juu la damu, kamwanzishia dawa akawa anazitumia vizuri, wengi huwa wanaishia tu kubakia na kwamba ana pressure ya ujauzito, hasogei kwenda kwenye preeclampsia wala kwenye kupata eclampsia ambayo ni hicho kifafa cha ujauzito. Yes. Huyo mama akishajifungua ile pressure inaondoka au anakuwa anabakia? Sawa. Sasa pressure inaweza ikaenda kuna wengine, kawaida huwa tunategemea pressure iliyosababishwa na ujauzito toka mama amejifungua mpaka wiki 6 zile tunasema 40, hii pressure huwa inaenda inashuka mpaka inaisha, mama anapona kabisa. Kwa sababu toka mama amejifungua ndani ya zile siku 40 bado anakuwa yuko kwenye risk
ya swala lolote linalohusu ule ujauzito. Ndio maana tunatoa zile siku 42 za matazamio kwa mama ambaye ametoka kujifungua. Lakini kuna ambao sasa baada ya hizi siku 42 hii pressure inaendelea. Kwa hiyo sasa ikiendelea baada ya hapo tunamwangalia ndani ya miezi mitatu. Kama baada ya miezi mitatu tena pressure bado inaendelea, huyu sasa tunamtemu kwamba ni mgonjwa wa pressure. Kwa hiyo inabadilisha sasa anatakiwa arudi, arudi aendelee kutumia dawa za pressure kama kawaida, na pia tunakuwa tunamuelekeza na masuala ya jinsi ya kubadilisha maisha, lifestyle, aina ya vyakula kwa sababu yeye anakuwa tayari ni mgonjwa mjamzito, yani mgonjwa wa shinikizo la damu. Ili tatizo ambalo ni la pressure ama shinikizo la juu la damu kwa mama mjamzito linaweza kujitokeza kwa mama ambaye anaenda katika uzao wake wa pili. Maana umesema mwanamke ambaye anapata ujauzito wake wa kwanza anakuwa yuko kwenye hatari ya kupata shinikizo la juu la damu. Baada ya ule uzao wake wa kwanza, uzao wa pili, kuna uwezekano wa yeye kupata shinikizo la juu la damu? Asante. Inawezekana kabisa mama aliyepata shinikizo la juu la damu ujauzito wa kwanza akapona akaendelea na maisha, akaja kubeba ujauzito wa pili, bado hili tatizo likajirudia. Hiyo inawezekana, lakini pia huwa mara nyingi tunaiona kwa mama wajawazito ambao amepata labda mimba 2 au 3 kabla, akaja kubeba mimba ya 4 akapata shinikizo la damu. Mara nyingi huwa inatokea kwa mama ambaye amebadilisha mwenza. Kwa sababu kubadilisha mwenza na kwenyewe ni moja ya tunasema ya hatari au ni kihatarishi cha huyu mama kupata shinikizo la juu la damu wakati wa ujauzito. Kwa sababu gani? Kwa sababu inaingia kwenye kwamba ujauzito unapoingia kwa mwanamke ni kama ni kitu kigeni. Sawa. Na kondo la nyuma huwa yani tunasema kondo la nyuma linajitengeneza kutokana na genetics za baba. Kwa hiyo anapointroduce baba mpya katika mwili wake na yenyewe kwa mwanamke mwingine, inaweza ikawa ni sababu mojawapo ya yeye kupata shinikizo la juu la damu. Naam. Sasa tuangalie kwa upande wa masuala ya moyo. Hii mara nyingi shinikizo la juu la damu huwa linapelekea mtu kupata tatizo la moyo. Kwa mama mjamzito ipoje ambaye amepata tatizo la shinikizo la juu la damu? Okay. Kwa mama ambaye anabeba mimba ya pili au ya 3 anaweza hii tatizo la shinikizo la juu la damu linaweza likajirudia katika huo ujauzito. Lakini kwa wanawake wengi huwa tunaliona linajirudia katika mimba ya pili au ya 3, au mama anaweza pia akawa hakuwa na tatizo, hajawahi kupata shinikizo la damu, hakuwa mgonjwa wa pressure kabla ya kubeba ujauzito, na akawa tayari ameshazaa watoto wake 2 au 3, lakini ujauzito huu akapata hiyo shinikizo la juu la damu. Na hii mara nyingi huwa tunaiona katika wamama ambao wanakuwa wamebadilisha wenza. Kwamba alizaa watoto wale 2 na mwanaume mwingine, sasa hivi amepata mwanaume mwingine amezaa nao hao watoto. Na hiyo inatokana ni kwa sababu ujauzito kwenye miili yetu unakuwa unahesabika kama kitu kigeni. Kwa hiyo mwili unaposhindwa, mama unaposhindwa kuadapt kwenye zile ile tunasema paternal genetics ile mpya iliyokuja, na yenyewe ni mojawapo ya sababu ya kumsababisha mama kupata shinikizo la juu la damu, ambayo hii pia huwa tumeshawahi kuiona kwamba huyu mama alibadilisha mwenza. Kila anapopata ujauzito wa huyu mume mwingine anashindwa, mpaka mwisho ikabidi yani anapata shida shinikizo la juu la damu mpaka anaishia kwenye preeclampsia, kiasi cha kwamba sasa inabidi mshauri huyu mama na huyu baba kwamba kama uwezekano wa kupata hizi ujauzito ni kama inakuwa umeshindikana. Kwa sababu pia inavyotokea kwamba mimba inapokuwa ndogo, tunasema shinikizo la juu la damu linaanzia wiki 20, si ndio? Lakini sasa unakuta mama tayari amefika wiki 24, tayari ana pressure iko juu sana, unampa dawa inashindwa kucontrol, tayari ameshaingia kwenye preeclampsia kwamba yani imeshaanza kusogea zaidi na zaidi, bado mimba ni changa, na ili mtoto ahesabike kidogo ametimia kwa Tanzania ni kuanzia wiki 28. Lakini pia kumzalisha mama ujauzito wa wiki 28 bado ni mtoto mdogo ambaye anakuwa kama kwenye around kilo 1. Sawa, kwa hiyo atahitaji kukaa labda. Kwa hiyo kuna sometimes hizi shinikizo la juu la damu inaweza likachangia kwamba madaktari mkaamua kuitoa hii mimba kuokoa maisha ya mama. Sikufahamu na sikujua kwamba kumbe ukibadilisha mwenzi ndio unajipelekea zaidi kwenye kupata tatizo la kifafa cha mimba. Michepuko hapo najifunza sio dili sana kwenye masuala ya afya ya uzazi. Nilitamani pia kufahamu
shinikizo la juu la damu kwa mama mjamzito linaweza kusababisha tatizo la moyo, kwa sababu kwa jinsi tunavyofahamu hypertension ama shinikizo la juu la damu ni kiashiria au kisababishi cha magonjwa ya moyo. Sawa, asante. Shinikizo la juu la damu kwa mama mjamzito linaweza likawa ni moja ya risk factors ya huyu mama kupata tatizo la moyo, ambayo tunasema anaweza akapata tatizo la moyo, kitu tunakiita peripartum cardiomyopathy, kwamba na hii huwa inatokea mwishoni wa ujauzito au hata baada ya kujifungua, kwamba mama anapata heart failure, yani moyo unashindwa kufanya kazi kwa uwezo wake ule wa kawaida. Kwa hiyo yes, kupata shinikizo la juu la damu wakati wa ujauzito linaweza likampa mama risk ya kupata tatizo la moyo, lakini pia likamfanya mama akaendelea kuwa ni mgonjwa wa pressure maisha yake yote baada ya kupata ile shinikizo la juu la damu wakati wa ujauzito. Asante sana daktari. Bila shaka mtazamaji umenufaika na elimu hii ya shinikizo la juu la damu kwa mama mjamzito, ni jinsi gani unaweza kuliepuka. Lakini zingatia, unapokutwa na tatizo la shinikizo la juu la damu na wewe ni mjamzito, hakikisha haubadilishi mwenza kwa ajili ya afya yako ya baadaye na kwa watoto ambao utatarajia kujifungua. Kama daktari alivyosema, ni hatari kubadilisha mwenza kama ulipata tatizo la shinikizo la juu la damu wakati wa ujauzito na baada ya kujifungua ukapata kifafa. Nilikuwa naye Daktari Raya Chambali kutoka JKCI hospitali ya Dagrup tawi la Temeke, na nyuma ya kamera yupo mtaalamu kabisa ambaye amefanikisha kipindi hiki, ni Islam Mposo, na mimi ni Agnes Iskaonga na kutakia siku njema. Moyo ni wa kwako, ulinde. Linda moyo wako, chunguza moyo wako.